Zote mahali tulipo. Napenda tu tusimame, kama unaweza kusimama itakuwa vizuri. Unajua leo tunaonekana live kwa TV. Ni vizuri pia ukaweza kuonekana. Ningependa kuchukua nafasi hii kwa haraka kabisa mtumishi wa Mungu Pastor Anthony akaweza kutuombea na kutuletea mgeni wetu wa siku ya leo. Na itakuwa vizuri. Asante sana. Thank you very much. Tuamini, tuombe kwa sababu ya neno. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa neema na kibali ambacho umetujalia. Umetupenda, umetupa uzima. Unasema kuna wakati wa kila kitu. Siku ya leo ni wakati wa graduation ya watoto wetu wapipitu hapa shuleni. Baba, tunakushukuru maana umetusaidia. Tunapenda kusikiza neno lako Mfalme. Naombea mtumishi wako na mkabidhi mikononi mwako, ukaweze kumtumia kuwa chombo chako kwa ajili ya sifa na tukufu wa jina lako. Naomba tutakase, Baba tusamee, Baba tukaweze kufaa, neno hili likapata kutubariki na hata pia kutuinua. Asante Mungu, ni katika jina la Yesu na Baba nikiamini. Amen. Tupiga makofi yetu basi. Napo karibisha mchungaji, karibu sana Pastor Julius Migika, ili ukaweze kunena nasi kwa ufupi vile Mungu atakuwezesha. Barikiwe sana. Basi asante mchungaji na director tena wa shule. Asante kwa wazazi, asante kwa walimu, asante kwa wanafunzi wote. Amjambo. Basi nashukuru Mungu kwa nafasi hii ambaye Mungu ametupa tena tukaweza kusherekea juu ya wanafunzi wetu. Bwana pewe sifa. Kwa hivyo nasema ni asante. Kwa majina naitwa Pastor Julius Migika, naokoka na umpenda Yesu kuwa mfalme wangu na mwokozi wangu. Hakika nashukuru Mungu, nilipokuwa nikisoma hiyo karatasi niliona ya shule vile wanafunzi wanafanya. Kwa hivyo naona ni mkono wa Mungu. Bwana sio sana. Ninasema asante kwa sababu wakati Mungu amefanya mazuri tunamrudishia shukrani. Si ndio? Kwa hivyo sio ati ni wanadamu nafanya, lakini ni Mungu. Kwa maana Mungu hutenda kazi pamoja na wale mpendao. Kwa hivyo nasema ni asante sana kwa walimu kwa kazi mnafanya. Nasema asante sana kwa wazazi kwa kazi ile mmefanya mzuri, kwa sababu najua kwamba chochote kikiona kimeelea kimeundwa. Na kwa hivyo lazima watu wafanye nini? Washirikiane. Bwana sio sana. Watu wakishirikiana kawaida vitu huwa mzuri. Kwa hivyo sitaki kupoteza wakati. Nataka tu tusome kitabu ya Yohana 4. Yohana 4, tataka kusoma kutoka mstari wa 5. Kama kuna pastor naye, ujisomea Yohana 4 kuanzia mstari wa 5.
kuelekea chini mpaka 12. Basi kitabu cha Yohana mlango wa 4 mstari wa 5 hadi 12, kwa Kiingereza inasema hivi: Then cometh he to a city of Samaria, which is called Sychar, near to the parcel of ground that Jacob gave to his son Joseph. Now Jacob's well was theirs. Jesus, therefore, being wearied with his journey, sat thus on the well, and it was about the 6th hour. There cometh a woman of Samaria to draw water. Jesus said unto her, Give me to drink. For his disciples were gone away unto the city to buy meat. Then said the woman of Samaria unto him, How is it that thou, being a Jew, askest to drink of me, which I am a woman of Samaria? For the Jews have no dealings with the Samaritans. Jesus answered and said unto her, If you knowest the gift of God, and who it is that said to thee, Give me to drink, you would have asked of him, and he will have given thee living water. The woman said unto him, Sir, you have nothing to draw with, and the well is deep. From whence then hast you that living water? Art thou greater than our father Jacob, which gave us the well, and drank thereof himself, and his children, and his cattle? Hebu tuombe. Baba, katika jina la Yesu nasema ni asante kwa ajili wewe ni Bwana na Mungu wetu. Hebu sasa Bwana nene nasi, na tusaidie kwa kila eneo Bwana. Roho wako ashike juu yetu tukaweza kunena mapenzi yako. Asante Baba, ni kwa jina la Yesu aliye Bwana mkombozi nimeomba na kuamini. Amen. Bwana asifiwe. Basi nataka kusungumuza juu ya huyo mama ambaye alikuwa Msamaria. Biblia inasema kwamba Yesu kama mwanadamu alikuwa ametembea, amechoka na akuwa na kiu, lakini Biblia inasema kwamba alipoteremka akafika katika kisima cha Yakobo. Yesu, kwa sababu tunapoangalia jiografia tunajua kwamba nchi ile ya Samaria ni nchi ya jangwa, ni nchi ambayo kuna jua. Kwa hivyo Yesu kama mwanadamu akaketi chini, akatamani anywe maji. Bwana asifiwe sana. Lakini Biblia inasema kwamba au kuwa na kitu ambaye angeweza kuchota naye maji. Basi Biblia inasema kwamba kulikuwa na mwanamke mmoja Samaria ambaye alikuwa pale, na hiyo mama alikuwa anakuja kuchota maji. Yesu akamuuliza ampe maji anywe. Huyo mama akawa na sababu zingine. Alikuwa amefundishwa kutoka utotoni kwamba Wayahudi hawezi kushirikiana na Wasamaria. Kwa hivyo mama akashangaa, kwa nini inakuaje tukaweza kushirikiana na Wayahudi? Pengine mama aliona kama ameona kichaa, akaona huyo mtu anataka kumsumbua, huyo mtu anataka kuharibu tabia yake. Lakini Yesu akamwambia, nipe ninywe. Bwana ape sifa. Akamwambia mama, kama ungejua ni nani ambaye anazungumza na wewe, ungempa hiyo maji. Bwana asifiwe sana. Ili chemichemi ya maji ya uzima iweze kuvujika ndani yako, usije kusumbuka na kiu. Kwa sababu yule atakayokunywa maji ya kisima ya Yakobo atasikia kiu. Lakini maji ambayo yule unakuambia utapata, hakuna siku utasikia kiu. Bwana asifiwe sana. Kitu gani nataka kuzungumza? Nataka kusema kwamba kuna vitu ambaye tumefundishwa. Kuna mambo ambaye tumepewa, pengine na ukoo wetu, pengine na viongozi, pengine hata jamii zetu. Kwa hivyo inaonekana kulisemekana kwamba walifundishwa Msamaria hawezi kushiriki na Myahudi, hawezi kula pamoja. Lakini hakuelewa kuna mwingine amekuja. Yesu alikuja kupatanisha watu. Licho alikuja kupata kila ambaye kimetengana, kila ambaye kinachukiana, kikaweza kurudiana pamoja, kikaweza kuishi pamoja.
Kwa hivyo Biblia inasema kwamba yani hata tukiangalia kuna watu ambaye unasikia wanakaa na jamii, lakini anakuambia wewe usiende kwa nyumba ile. Ile nyumba si atuende pamoja. Wewe hata ukienda hata mtoto mwingine anasema mtoto ni mzuri sana. Ukiambia mtoto ukienda pahali usikule chakula huko, anasema mimi sikuli hapa. Kwa nini? Mama yangu na baba yangu aliniambia nikienda huko mimi sikulangi vitu ovyo ovyo. Kwa nini? Kwa maana nina pesa pekee wa dawa. Mama mtoto anatoa shilingi. Lakini Biblia inasema kwamba huyu mama naye alishika hivyo. Alijua kwamba Wasamaria na Wayahudi hawatakuwa pamoja. Mimi nimeona yani msichana anaolewa pale mzuri, lakini unaona naambiwa usiende kwa nyumba fulani, usiende kwa kijiji fulani. Yani ukienda huko unaenda kutuletea balaa. Mpaka akikosa aende hata anafukuzwa. Si makosa, ati kwa sababu ameenda kwa nyumba ile ambaye hawachamiani. Bwana asiwe sana. Lakini Biblia inasema kwamba Yesu akamwambia mama huyu, akamwambia mama, utakapokunywa maji nitakupa, hii uadui itatoka, hii chuki itatoka, hii mambo ya kuchukiana itaondoka. Kwa maana Yesu Kristo yeye ambaye ni Bwana alikuja ili atupatanishe, alikuja ili atutoshereshe, alikuja ili akaweze kutufanya kuwa watoto wa Mungu. Si Wasamaria na Myahudi, hapana. Hata siku hizi leo kuna watu wanaishi hivyo, lakini namshukuru Mungu kwa sababu Yesu anasema kama ungejua ni nani anaongea na wewe, kama ungejua mapenzi ya Mungu mama, kama ungejua mapenzi ya Mungu mzee, kama ungejua ungemwambia Bwana, leo nataka uniokoe, chemichemi ya maji ya uzima ikaweze kufurika ndani yangu. Nashukuru Mungu. Yule mama aliposikia mnaye akaona amechoka. Kwa maana Yesu alimwambia umekuwa na mabwana watano, hata wa sita hatakutosheleza wewe. Nafikiri ile mama alipoona Yesu aliona leo nimepata mwanaume wa 7. Lakini alipata mwanaume tofauti. 7 ni namba ya Mungu. Alikuwa na 6 namba ya watu ndio inawasumbua, wanaenda kisima kuchota maji. Lakini namba ya 7 ni Mungu mwenyewe. Walipokutana na yeye alimwambia sasa, leo huwezi kwenda kwa kahaba, sasa utatosheka. Haleluya. Yes. Yesu alikuta pamoja zote ambazo shetani ametuwekea. Unajua, yani watu walitengana na mapenzi ya Mungu kwa sababu ya dhambi. Lakini dhambi ikitoka, unashirikiana na kila mtu. Bwana sio sana. Nacho kusangine tunashangaa Bwana pasi. Ukinichukia, tukifika kule mbinguni tuambie tukae kiti moja, utanifukuza? Si unanichukia kabisa, tukuliani. Lakini sasa tumefika mbinguni. Bahati mbaya ama mzuri, tukae pamoja na wewe yule ambaye unanichukia. Utasemaje? Utaliondoka bila watu wanasema mimi hatusatikisana na wewe mpaka mauti. Mauti ukitoka ukikufa na dhambi, basi hakuna mahali mnaenda kusikizana na mtu. Sasa wewe umeamua jehanamu straight. Biblia inasemaje? Ukinichukia usinichukie mpaka chue tuwe. Si ndio? Nasema miaka yote unanichukia, sio mambo mengine. Miaka yote. Mama moja aliambiwa bwana yake. Bwana yake alimfanyia vibaya wakati alikuwa mjamzito. Akasema mimi na wewe hatutasikizana na wanakaa pamoja. Nikashangaa mna gani? Ati kwa sababu alimkosea. Kwa hivyo Biblia inatuambia kwamba Yesu Kristo ambaye alikuja, mama huyu alikuwa na mabwana 7, alibwana 6, lakini hawa wote ni namba ya mwanadamu. 6 ni namba ya mwanadamu ambaye haiwezi kukusaidia. Lakini 7 ni namba ya Mungu. Kwa hivyo wakati Yesu alishuka kwa mwanamke wa Samaria, alibadilisha maisha yake, akatoa ile chuki, akatoa ile mambo mbaya, akamshikanisha, akaweze kuwa mwana wa Mungu, wakaweze kushirikiana. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo watu wazazi, mnapofunza watoto wafunze vizuri. Pana funza watoto ati hiyo ni mbaya sana.
Hapana, panda mbegu ya chuki, panda mbegu ya utakatifu, panda mbegu ya haki, panda mbegu ambayo itaweza kuleta usalama. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo tunajua kwamba huyo Yesu alikuja, ambaye alikutana na yule mwanamke wa Samaria. Alikuja ili kusudi akaweza kupomoa ile wadui, akaweza kupomoa ile ukuta ulikuwa kati ya Wayahudi na Wasamaria. Kwa hivyo hata siku ya leo Yesu Kristo, ukimpokea Yesu, Yesu anapomoa kuta zote, Yesu anapomoa njia zote za giza, anakupa amani, anakupatanisha na Mungu. Kwa maana Biblia inasema kwamba Yesu Kristo juu ya msalaba aliweza kuharibu ile uadui ulikuwa kati yetu na Mungu, atupatanishe pamoja. Kwa hivyo akatangaza amani juu ya msalaba wa Yesu. Yesu alipomoa kuta zote, akatangaza amani. Yesu akapomoa kuta za chuki, kusengenyo, kuta za uovu, akatangaza upendo, akatangaza furaha, akatangaza amani. Kwa hivyo tukiwa ndani ya Yesu tunashirikiana. Ndio naona mtu akiokoka, haijalishi anatoka wapi, tunaita na ndugu, tunaita na dada. Kwa nini? Kwa sababu tumesalika na Mungu moja, tumesalika katika roho moja. Kwa hivyo wapendwa, wote niwaambie hivi, mimi nashukuru Mungu ninapoona hiyo results. When I see the results of those forms, I thank God, because God has done it. Praise the name of the Lord. It's the Lord who has done it. So we give glory and honor to God. Ama nani atachukua utukufu? Ni Mungu. Kwa hivyo wapendwa, Mungu wetu ni mwema. Mungu wetu ni mwema. Tunaona Biblia inasema hivi katika kitabu cha Methali 16:7. Inasema njia za mtu zikimpendeza Mungu, Mungu anaweka amani na adui zake. Kwa hivyo wapendwa, wote nikwambia hivi, unaambia director, njia zako na walimu ikiwa mzuri, zinapendeza na Mungu, basi Mungu ataleta amani pande hii, na utaona excellency, utaona watoto wakifaulu, utaona kila kitu kiwa sawa. Hata wazazi wakisema kwamba hakika sina shule, sina pesa next year, Mungu atatoa, utapata wamekuja wengi, kwa sababu njia zako zimempendeza Mungu. Neno la Mungu likiishi katika hii shule, Bwana sio sana. Kama vile kitabu cha Ayuba anasema 23 mstari wa 12 hivi. Ayuba anasema nimeshika neno lako, nimeshika neno lako, na kwa hivyo nimeheshimu gani neno litokae kinywa chako sana kuliko hata ile chakula ninapangiwa. Sio kama nasema hiyo pastor. Job 23 verse 12. Bwana pasi. Ayuba anasema nimeshika amri zako, nimeshika maneno yanatoka kwako. Kwa hivyo sasa ninapendezwa na neno la Mungu, ninapendezwa na Mungu kuliko hata chakula ile ambayo mimi napangiwa nikule. Kwa hivyo wapendwa, wa mama, wazee, watoto, yaani tukipendezwa na neno la Mungu, tukipendezwa na Mungu, Mungu akitusaidia, Mungu ataweka hata adui zetu, ataweka magonjwa mbali, ataweka mambo yale ambayo yanatusumbua mbali. Mungu atatangazia ushindi. Inasema hivyo. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni vizuri Mungu aseme tuweke mambo ya watu ndani yetu. Mungu aseme tuweke mambo ya babu zetu, tuweke mambo ya watu wetu. Tuweke mambo ya dini yetu. Mungu anasema tuweke neno lake ndani yetu. Kwa hivyo neno la Mungu ndiyo litafanya sisi hata wazazi ukaweze kufaulu. Neno la Mungu ndiyo itakuwezesha ukaweze kupata hekalu the next year. Neno la Mungu itakuwezesha ukae vizuri, uwe na afya nzuri. Bwana pesi. Unaona siku hizi mambo yamekuwa mengine. Mtu anafikiri mpaka pressure inainuka, hata anafikiri mambo ya siku 10, ya miaka 10 inakuja. Utajua utafika huku. Pressure na ingine unasikia kichwa msiba ulipasuka, sasa mtu amekufa. Sasa yani something ambaye ungefaa, unajua Mungu. Wewe tunaangalia, unapenda punda sana. Punda hawezi kubebesha punda mzigo na mtoto yake. Hiyo itarara chini. Nitakuumu ukijaribu kuleta mchezo. Itakurarua. Lakini ukitaka punda afurahie, bebesha mtoto yake umwache yeye. Ama umbebesha mzigo, usibebesha mtoto.
Kwa hivyo Yesu Kristo alikuja yaani tumpatie mzigo wetu, sisi tupumzike. Ndiye aliomba juu ya msalaba akasema, yote yamekwisha. Mashtaka yote ambayo ulikuwa unashtakiwa yameisha. Kwa hivyo ukimwamini Yesu unampelekea mzigo yake, unapumzika. Lakini lazima uhusiano uwe mzuri. Siwezi kusema nipeleke tambo yangu kwa director kama hatujuani. Siwezi kupeleka kwa madam kama hatujuani. Lazima tujuane. Hata ni namba yake ya simu. Nikipiga basi anajua hiyo ni Migika anapiga. Bwana sio sana. Yes. Kwa hivyo ni vizuri. Unajua kuna watu Bwana sio sana. Namba yao siko engaged all the time. Ukipiga simu unasema mteja patikani. Kama umchuane na Mungu, Mungu hawezi kufungua namba yake uzungumze na yeye. Ukiomba maombi na kurudia. Ni kwa nini? Isaya 59 nasema, mkono wa Mungu si mfupi ambao huwezi kuokoa. Masikio yake si kiziwi ambaye hawezi sikia, lakini dhambi zetu zimeweka kizuizi kati yetu na Mungu. Mungu hawezi sikia. Kwa hivyo kile kitu ambaye kinasumbua watu. Unashangaa sana. Kitu kinasumbua watu si kitu kubwa. Si kuvaa mavazi mazuri, si kuvaa vitambaa nyeupe. Kitu ambaye kinataka kileta ni ushirika wako na Mungu. Ukaweza kumpokea Yesu, akaweza kuusamehe dhambi, akaweza kuupigania, uwe rafiki yake. Sasa wakati unaomba anasikia. Tumtuke Bwana mizigo yetu. Tumtuke Bwana fadhaa zetu, naye atatushughulikia. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo kile kizuri, yani rahisi sana. Ninaona watu wanazunguka, wanafanya hivi. Ni vizuri, sikatai. Bwana pewe sifa. Lakini zaidi fanya uhusiano wako na Mungu sawa. Zaidi hebu kaweze kuwa kama vile Yesu aliambia yule mwanamke. Kama ungejua ni nani anazungumza na yeye, kama ungejua ni nani anazungumza na wewe, ungemuitiza akupe maji ya uzima ambayo utasikia tena kiu. Kile kitu kinanipendeza. Yule mama aliposikia alipokutana na Yesu, naamini uhusiano wake ulikuwa na mzuri mpaka akasahau ile maji. Alisahau ile mtungi, akaweka chini, akakimbia mjini kuambia watu kuja niwaambie. Nimepata mtu ananiambia mambo mazuri. Nimepata mtu amenitosheleza. Sasa sitaenda huko kunywa maji nyingine kwa maana mimi nimeokoka. Ukiokoka hakuna tamaa ya usherati na usinzi. Hapana, Bwana basi. Ukiokoka huwezi kuturarulia nguo hapa mbele inatoka nasema mimi naenda na miguu inaenda zake. Hapana. Bwana sio sana. Ukiokoka unakuwa na heshima, unakuwa na tabia nzuri. Kabla utafaa, hebu niulize wa mama. Wewe mama ama wasichana, wewe unafaa nguo mpaka si ulipima? Nani alikununulia hiyo nguo? Si ni wewe. Kwa nini unaifuruta? Si uache. Kwa maana ni wewe ulipima. Kama ndani yako ulikuwa na maji ya uzima, ndani yako kulikuwa na maji ya uzima, unajua ni nini unatangaza? Wakati unafaa shungu nini unatangaza? Wewe mimi ni kahaba, mimi ni kahaba. Yes, but you think you are just doing well. Unatangaza vile ulivyo. Kilio ndani ya mtu ndio anafanya. Bwana sio sana. Lakini yule mwanamke alipokunywa maji ya Yesu, alipomwamini Yesu, yeye alirudi nyumbani akitangaza, sasa nimepata mtu ambaye ananiambia mazuri. Kwa hivyo namba 7 ambaye ni namba ya Mungu inabadilisha maisha yetu, inatufanya tuwe na ushirika na Mungu, inatufanya tusahau yale ya kale, tukaweza kuwa wimbo mpya. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo wapendwa, ninasema asante kwa walimu. Nasema na asante kwa wote, kwa sababu kunapo umoja Mungu humwaga baraka zake. Kwa hivyo shule hii naomba Mungu akaweze kuwafariji. Shule hii naomba Mungu akaweze kuwashikilia mkono. Lakini kile kitu ni kwamba hebu njia zetu, hebu njia za shule hii impendeze Mungu. Tusimame. Baba, katika jina la Yesu, nakushukuru na kulimiri jina lako Jehova, kwa maana umetuonyesha kwamba Bwana, kisima ya Yakobo haiwezi kuleta uzima. Kisima ya Yakobo haiwezi kutoa kiu. Kisima ya Yakobo haiwezi Bwana kuleta amani. Lakini Bwana, mwana wako Yesu Kristo ndiye analeta upatanisho, ndiye analeta amani, ndiye analeta furaha. Oh my glory.
Baba, naomba siku ya leo njia zako zikaweza kuonekana, nguvu zako ionekana nuru yako Bwana. Naomba Bwana ubariki director, naomba Bwana walimu uwabariki walimu, naomba wabariki wazazi na watoto wote, ubariki eneo Bwana kwa ajili yao. Baba, sifa na utukufu zikuonekanie wewe. Umesema kwamba njia zetu zikupendeza wewe Mungu, unaweka amani na adui zetu. Baba, leta amani katika shule, leta amani katika ile eneo, leta amani katika jina la Yesu. Baba, nasema ni asante, nabarikisha hao watoto Bwana ambaye Baba wamegraduate Baba kutoka chini kuelekea juu. Baba, wabariki katika jina la Yesu, wainue na wasafishe Bwana. Hebu roho yako Bwana ishuka juu yao, hebu Baba ulinzi wake watoshe katika jina la Yesu. Nasema ni asante, jina lako libarikiwe na litukuzwe. Baba, wewe ni Mungu, Baba wewe ni mwaminifu. Nena na roho zetu, nena wote Bwana, jina lako libarikiwe na litukuzwe. Ni kwa jina la Yesu nimeomba na kuamini, amen. May God bless you. Praise God. Praise God again. My memory verse comes from the book of Psalms 23 verse 1. The Bible says, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Say amen. Praise God. Praise God again. My name is Chantal Miriamis and I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Psalms 107 verse 1. It says, "Give thanks to the Lord, for he is good, and his mercy endures forever." Say amen. Thank you, tumpigie makofi mazuri. Asante sana. Tunataka tulete uigizaji na wanafunzi wetu ambao wametengeneza uigizaji toka katika neno la Mungu katika Biblia, wanapofunga mahubiri haya ambayo tumepata katika siku ya leo. Asante. In front of you are Joy Junior learners ready to present to you a Bible play entitled So sit down, relax, and enjoy. Don't forget to punch a banana smile. Then the Spirit led Jesus into the desert to be tempted by the devil. After spending 40 days and nights without food, Jesus was hungry. Then the devil came to him and said, "If you are God's son, order these stones to turn into." But Jesus answered, The scripture says, "Human beings cannot live on bread alone, but need every word that God speaks." Then the devil took Jesus to Jerusalem, the holy city, set him on the highest point of the temple, and said, "If you are God's son, throw yourself down, for
Scripture says, God will give order to his angels about you, and they will hold you up with their hands, not even your feet to be harmed with the stones. Jesus answered, But the scripture also says, do not put the Lord your God to the test. Then the devil took Jesus to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their greatness. All these I will give you if you kneel down and worship me. Then Jesus answered, Satan, the scripture says, worship the Lord your God, serve only him. Then the devil took Jesus, and the angels came and helped him. My name is Stefan Kemto. I am in grade 1. I was an angel. My name is Deborah Komboka. I am in grade 4. I was the one reading the Bible. My name is Sharon Mora and I was acting as an angel. My name is Bridget Kemto. I was acting like a devil. My name is Gilbert Oibi. I was acting like Jesus. My name is Judah Kinani. I was acting like an angel. Wape makofi mazuri tafadhali. Basi kwa kipindi hiki we want to invite the one to take us through to read the school history. Tunataka tusome historia ya shule. Thank you and welcome. My name is Ivra Mekenye. I am in grade 7. I want to read the history of J. Junior's Preparatory Academy. First, I'll start with preamble. J. Junior's Preparatory Academy is Christian, faith-based institution under the divine grace and favor of God. Objectives. As a private sector, we are aiming at creating job opportunities. 2, imparting literacy to children from various communities. 3, teaching children how to read and write, and ICT literacy. 4, nurturing talents in our growing children. 5, providing spiritual mentorship to our growing children. 6, enlightening the school surrounding communities and improve its livelihood at large. Our vision: transform ignorance into literacy geared to vision to 2013 and beyond. Our mission: promoting high quality, competitive education standard to uplift the economy and prepare a holistic man who will strive to conquer the current life challenges. Our motto is learning for success. Our core values: hard work, discipline, teamwork, honesty, integrity, love, responsibility, and unity. School history. J. Junior's Preparatory Academy is a Christian-based school that was started in the year 2011 by the director, Pastor Anthony Ogendi Onchaba and Violet Omutere, the school director and manageress respectively. At its beginning, the school had 5 teachers and 55 learners. Our school was fully registered on the year 2017 and we were given our KNESC code examination center. Joy Junior Preparatory has had
the following head teachers. In 2011 to 2014, Madam Teresa Mora. In 2014 to 2018, Mr. Kennedy Ombui. In 2018 to 2019, Mr. Mackinnon Owino. In 2019 up to date, Mr. Joseph Omwange. Our belief: we believe in God, the creator of heaven. Hence, we are a Christian school prompting us to conduct morning prayer, share Bible scriptures in the assembly every day, Monday to Friday. Academically, the school has been excelling and competing well in the region. Since it was started, the school has recorded this scores in the Kenya Certificate of Primary Education. In the year 2016, MSSS 290.35. In 2017, MSSF 272.14. In 2018, MSSS 278.25. In 2019, MSSS 300.54. In 2020, 300. In 2021, MSSS 347.68. In 2022, MSSS 310. In 2023, MSSS 301. In 2024, CBC. Note: of the 16 candidates who sat the KCPE 2016, 7 of them managed to join university and the rest are enrolled in TVET institution taking various courses. As a result of the mentioned results, our school has produced many candidates joining national secondary schools, extra countries and county schools across the nation. Examples of the national schools where our learners joined: Kisii High School, Nyambaria Boys, Kisumu Girls, Agoro Sare, Ogandi Girls, Sironga Girls, Rangala Girls, Riokindo Boys, Moi Gesusu, Cardinal Otunga, Mosocho, among many. Co-curriculum activities. Having done a lot in academic, the school has also invested a lot in co-curriculum, especially ball games and athletics. Last year, for instance, our two learners participated up to county level in athletics. This year marked our greatest achievement, where our two learners participated up to regional levels in netball. In short, we are fully nurturing talents of our learners and fully embracing CBC. Achievements and development. Presently, we have a population of 300 learners on average in primary and junior school grade 7 and grade 8. We have a laboratory room and its apparatus. We have qualified and TSC registered teachers, hence the achievements you have seen on us. Learners, general conduct. Our learners are disciplined right from our foundational school to various high schools, colleges, and universities they join. This has ensured that all children acquire basic education, and that is affordable school fees that is manageable by our IOW.